Karibu. Mambo Poa, vipi? safi. Za kuni sister? Nzuri shoga yangu. Hauonekani. Nipo, lakini wewe mimi sinisha kwamba usio unafika hapa nyumbani. Nilikumisa ndio uvumilia. Baba hataki na akitukuta hapa sijui itakuwaje. Msiani vipi, lakini kakako hajarudi? Hata hajarudi bado. Nimemisi sopo. Anarudi? Atarudi tu, mimi sijajua, sina mawasiliano naye. Yaani kakako kosa mawasiliano naye? Kweli mimi sina mawasiliano naye, ila atarudi tu, sijali. Haya bana. Yaani ubaba hataki mimi niende kokote, muda wote umndani. Wewe binti, nishakueleza usio unafika hapa nyumbani kwangu kwa karibu na binti yangu, bado unaendelea kuja. Ina maana haunisikii. Sitaki mazoea na binti yangu. Ondoka hapa kwangu nisikuone. Ondoka, unamwangalia nani? We kimya, macho kama kipanya. Ondoka. Na wewe, nimeshakueleza kuwa mbali na yule binti. Bado unashindwa kunisikiliza, umekuwa kibri. Umekuwa kibri? Umejengwa na dharau. Sitaji kabisa mahusiano na yule binti. Nimemaliza, naondoka. Sonia mdogo wangu. Abe kaka. Nimekuita hapa kukuambia jambo moja. Ndio kaka. Wewe mwenyewe unajua hapa nyumbani tubaki sisi wenyewe wawili tu. Ndio kaka, najua. Sawa. Ila jambo lingine mdogo wangu. Ndio kaka. Usipende kwenda kwa yule mzee pale nyumbani kwake. Sawa kaka. Usipende kuwa na mazoea na yule binti yake. Kwa sababu kumbuka kuwa yule mzee wake ndio alihusika kwenye kifo cha baba yetu. Mpaka leo hii mimi na wewe tupo hapa, hatuna baba, tunaishi katika mazingira magumu sana kwa ajili ya yule mzee. Sasa nakukanya kwa mara nyingine, kwenda pale staki. Mwanangu Kajima. Baba. Si kana kwamba napokukataza karibu na yule binti kwamba nakuchukia, hapana. Umenisikia binti yangu? Umetokea ugomvi miaka ya nyuma wa familia baina kwetu sisi na wale, kwa hiyo tuna mtafaruku kidogo. Umenielewa binti yangu? Ndio baba. Kwa hiyo si kana kwamba nakunyanyasa na kushauri ukae mbali na yule binti. Mimi baba yako Fyagio, nazungumza nisikilize. Umenisikia? Binti yangu, naomba nielewe. Sina maana nyingine zaidi ya hiyo kwako. Asante. Nashukuru kama umenisikia mwanangu. Nenda kaendelee na mambo yako mengine ya kufanya. Haya, mimi nipo ndani. Haya. Na siku nikikuona umeenda pale Sonia, nitakuja nikupige, kwa sababu yule mzee hata kumwona mimi sitaki. Sawa kaka, nimekuelewa. Kwa sababu amehusika kwenye kifo cha baba yetu, alafu leo hii wewe unapenda kwenda pale. Usipende kuwa na mazoea na yule binti yake. Ndio kaka. Sonia,
Abe kaka. Naongea hivi mimi roho yangu inaniuma kama kaka yako. Tunaishi mazingira magumu sana hapa nyumbani. Wewe mwenyewe unaona. Kwa sababu ya yule mzee. Kwa hiyo Mazoea pale toa kabisa. Nitapunguza ukaribu kaka. Sawa. Kama umenielewa ni vizuri zaidi. Zingatia maagizo yangu. Sawa kaka. Sawa. Unaweza ukaenda pia kwenye kuendelea na shughuli zako. Sawa kaka, asante. Baba. Naam. Kwani kuna nini? Kuna tatizo kidogo. Tatizo gani? Kaka yako yuko njiani. Anakuja. Nahisi amepatwa na tatizo. Sasa basi. Kalete bakula yangu mara moja. Asante. Baki hapa wewe nyumbani. Nenda kulishughulikia tatizo. Sawa. Kuna watu hawajajua watu, ngoja watujue. Karibuni hapa. Hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani wanangu. Karibu tukae hapa. Kaa hapa. Hapa ndo nyumbani kwetu. Jisikie uko nyumbani. Hapa ndo tunaishi mimi na babangu pamoja na mdogo wangu. Na mamangu naishi alipo kwa sasa hivi. Kwa karibu sana ndugu yangu. Kijana, mimi ndo mzee Fyagio. Kwanza habari za huko mjini?
Soko mjini nzuri, lakini japokuwa pale kazi ndio kidogo ulikuwa umefunga kwa muda, ila watafungua, tutaendelea na kazi. Ndio maana tunakuja likizo kidogo. Kijana, huyu ndo rafiki yako eh? Hapa ndio rafiki yangu anaitwa Vini. Anaonekana mkarimu sana. Karibu kijana, kuwa na amani. Asante. Takaribia. Ndio. Anaitwa Vini. Ndio tulikopo naye kule nani mjini pale kiwandani. Ndio. Sasa hivi kiwanda kimefungwa, ndio ameamua kwamba aje anisalimie mimi rafiki yake. Ndio, vizuri sana. Karibu kijana. Asante. Mimi ndio Mzee Fyagio. Kama rafiki yako alishakuelezea na baba yangu Mzee Fyagio ndio mimi ndio Fyagio mwenyewe. Umenielewa kijana? Ndio. Karibu, nilishaona nimepata na matatizo kuna ndo maana nikaja nikawafuata. Mimi ndo Mzee Fyagio hapa kijijini. Kuna mambo mengi. Mkija safari nyingine, msije kama hiyo mlivyokuja, mnipigie simu. Kwa sababu hapa kijijini kuna mambo mengi kijana. Umenielewa eh? Vini. Pia mzoe sana mzee wangu, maana mzee wangu ni mcheshi sana. Kwa jisikie yani huko kwa nyumbani. Mzee wangu ni wa hivyo jamani. Kwa usijisikie vibaya, mzee wangu ni mcheshi. Kwa karibu sana ndugu yangu. Asante. Wewe binti. Binti. Hebu njoo hapa nyumbani. Hausikii leta mpaka mara mbili, masikio umepeleka wapi? Karibuni. Kaka upo? Umekuwa? Basi kwa begi hapa hiyo tena. Basi nipo hapo. Basi pamoja. Kijana. Kuwa na amani. Kibontu. Kuwa na amani. Mama yako ameenda safari kidogo. Atarudi, mtamuona. Mmenisikia vijana eh? Haya, kweni na amani hapa. Hapa ndo. Ndio mdogo wangu. Mbona mpela hivi? Kuna nini? Nimekuita hapa kwa sababu na taarifa zako. Taarifa gani tena? Sonia anakuulizia. Wewe, Sonia huyu au? Huyo. Kuna nini? Kila siku anakuja ananiulizia, kaka yako karudi. Naambia bado atarudi tu. Sasa sijui nyinyi mna mambo gani? Maana anakuulizia hatari. Wewe hajakuelezea hata shida nini? Hajanielezea ila anaonekana anakupenda. Ya wewe dogo, naona mambo mengi wewe. Kweli sasa kwa nini nikudanganye? Basi haina shida. Nikipata muda nitaenda kumuona. Basi sawa, mimi niko nakupatia hizo taarifa maana yeye anakutafuta. Hatari. Basi haina shida, ngoja niende kwa Vini. Nimemwacha hapo sehemu. Alafu sio nitakuja hapo nyumbani. Haya poa, mimi naenda zangu nyumbani. Haya poa. Usiku ananiita kwa sauti ya bahari, kuna siri imenificha ndani ya mawimbi mazuri. Ninatembea gizani lakini moyo unaona, kuna nguvu inanifuata, siwezi kuikimbia tena. Kijana. Wewe kijana. Nikiota maisha ya kawaida lakini ndoto zangu zikabadilika. Kijana, kwa nini unapita wazee watu wazima bila kusalimia? Mzee Fyagio. Ndio mimi Mzee Fyagio. Salamu sio lazima. Mpaka nihakikishe nalipiza kisasi changu. Sio, umeelewa mzee wangu? Muuaji mkubwa. Tutambuli tendalo. Ninataka kuamka sasa. Mimi ni siri ya bahari, nimebeba nguvu isiyoonekana, nikipigana na giza hili itona kama mwanga wa milele. Na kama nitapotea njiani, usiniache peke yangu, nishike mkono unilinde, maana mimi
Kama unavyoona mazingira ndugu yangu. Kiukweli huku mazingira yametulia sana. Kwa hiyo siku nyingine ukijisikia uko bored unakuja hata huku unatulia. Kwa hiyo ukienda kule hivi wapi? Kule kuna sehemu kama kwa kule mbele kabisa kinyosha kule au hamna mwisho kule? Na wewe una maswali ya kizushi mwanangu. Basi uko unaenda wapi sasa? Kama kuna kitu kule. Yaani huko pote huko unapoona huko ni maji mtupu. Sonia, shoga mbata alivyokuona. Kuna mpya gani udugu? Kaka amerudi kutoka mjini. Karudi? Yupo? Aliniambia anaenda kwenye bahari. Jamani, acha nikamuone basi. Kwa hiyo Ngoja bwana nikaonane naye. ngoja mimi niende hapo sokoni nikanunue vitu vya kupika pika. Haya baadaye. Haya. Yaani huko pote yani maji mtupu. Labda ukitaka kwenda yani huko labda ndoko Zanzibar sijui wapi India huko mbali huko. Vipi? Mbona unanishikashika? Za safari kwanza. Salama. Karibu. Nishakaribia. Nipo na rafiki yangu hapa anaitwa Vini. Sawa. Tupo tunapiga story hapa. Karibu kushama. Asante. Unaona sasa ndugu. Kwa hiyo huko hamna kitu chochote. Lakini mimi nimekuja hapa nilikuwa nina jambo moja tu. Jambo gani? Kuna kitu nilikuwa nataka nikuelezee. Kitu gani hicho? Kiukweli mimi nimesikia kupenda. Hasa nani akupendi jamani? Binadamu tumeambiwa tuishi kwa kupendana. Kwani kuna shida gani? Unanipenda na kupenda pia. Kwa kiufupi tunapendana. Hapana, sio kama hivyo unavyofikiria. Nimekupenda kimapenzi. Kikweli naweza kuongea. Huu sio muda sahihi wa kuongea mambo kama haya. Kwa nini? Tafadhali tafuta muda mwingine, tunaweza tukaongea. Hapa nipo na rafiki yangu. Naweza nikawapisha kama hamtojali. Usifanye hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo wewe hata usijali. Anaweza kanitafuta kwa muda wake na tukaongea, haina shida. Usiwe mgumu kiasi hicho. Wewe angalia maji hapa, unajua ngoja niingie moto sasa unajua. Niashike hata kuyashika. Unaona nitaelekeza sasa mwanangu. Naingia kwenye maji hapa mara moja na. Kwa ndo kama nilivyokuambia. Utanitafuta kwa muda mwingine. Hapana. Hapana, mimi nakupenda kweli. Nahisi ingekuwa vyema zaidi. Ungenipa muda wa kufikiria. Hapana, mimi nimeshinda kuvumilia ndio maana nikaamua nielezee hisia zangu kwako. Basi kwa. Kwa ndo nini? Kesho nitakuja jibu lako. Hapana, inabidi unipe jibu leo. Haina shida. Naomba basi elewa hisia zangu hata kidogo. Haina shida. Nimekubali. Umekubali? Umekubali kweli? Umekubali kweli? Nimekubali. Nimefurahi kusikia hivi. Asante. Okay. Kwa baadaye utakuwa na muda? No, labda kesho. Kesho saa ngapi? Kesho nahisi ndio kama saa 4 hivi kutoka shamba. Maana kesho kuna kazi kidogo. Basi sawa, nitakuja kusalimia. Basi kwa haina shida. Sawa, asante. Haya, mnaenda. Mzee wangu. Ndio.
Mimi nimeitikia wito wako. Mwanangu Buntu, Namba. Wewe ndo mtoto pekee wa kiume peke yako, na mimi baba yako Ezekiel ninakutegemea ni wewe. Sasa basi kukuita kwangu na ulisi nataka nikuachie, umenisikia? Uwe mlisi wa hiyo mali, umenisikia mwanangu Buntu? Ndio baba. Tena ikiwezekana usirudi tena mjini, ubaki hapa kijijini ili utunze huu mji. Unielewa? Sasa baba, sema mimi nibaki hapa na nisirudi mjini. Vipi kuhusu kazi yangu? Hiyo kama ngumu mzee. Kule kazini wananitegemea. Kazi? Habari ya kazi upoteze huu mji kwa niaba ya kazi? Hapa kuna mali, wewe uitunze. Unanielewa mwanangu? Kwa sababu wewe ndo mtoto pekee na kutegemea wa kiume, kwa siri zangu zote nahitaji uwe nazo wewe. Ila jina lako la Ubuntu babu yako kakupa, maana ulisi mali ambazo alizoacha babu yako nilizozishi mimi, na mimi inabidi nikulizishe wewe. Sikiliza mwanangu, wewe ndo mtoto pekee na kutegemea jembe. Sawa baba. Umenielewa eh? Sawa, umenielewa? Sawa, vizuri. Wewe mtoto mkamilifu kama hivi. Kundo kuzaa sasa. Inasubiri kugunduliwa.